Mujaboni nyinyi wote wasikilizaji wetu katika hii kipindi yetu ya Wimenye, na wasalimu nyinyi wote. Kwanza nipeane pole zangu kwa wale wote wenye waliadhiriwa na mvua hii pande ya Bidhiri, Soweto, Mukuru, kwa Jeka. Nyote na wapea pole zetu, mpokee pole zetu. Niko na mwenzangu hapa Nyaga, nataka kumkaribisha na yeye awasalimie. Nyaga, karibu sana kwa hii kipindi. Asante sana Wanjiko kwa kunikaribisha katika hiki kipindi ya Wimenye. Msikilizaji wetu, na kusema ni asante hata kwa kuendelea na kutuangalia na kutupokea yale mambo ambayo tunaendelea kuongelea katika hii kipindi ya Wimenye. Kwanza Wanjiko, na peana pole zangu kwa wazazi na marafiki na jamaa ya mtoto ambaye alituacha pale katika area ya Rolini. Tuliachwa na mtoto ambayo Wanjiko, acha niseme kwanza kabla nisiendelea sana, nilikuwa mwalimu wake. Nilikuwa na wafunza hii miondoko, hizi mambo ya music sana katika hiyo area, na nasikia na huzunika sana kwa yule ambaye alitenda katika ile kitendo ya kumpaka huyo mtoto mdogo ambaye ninajua ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Na naomba Mwenyezi Mungu mahali popote yule ambaye alitenda katika kitendo hiki, Mungu aweze kuandamana na yeye, ili hiyo damu ya huyu mtoto isikuwe imeenda bure. Sababu hata katika neno la Mwenyezi Mungu inasema ya kwamba damu ya binadamu haitapotelea chini, na sio ni kama ya mnyama. Wasikilizaji wetu, tena nataka kushukuru wakati hiyo kitendo ilipotendeka, MCA wetu Jeremia Dhamedo alifika hapo haraka sana na kuangalia ni nini ambacho kinaendelea mahali pale. Kwa hivyo MCA wetu, pokea shukrani zetu kwa kuwa kitu kinapotendeka unafika mahali pale na unaangalia nini kinapotendeka. Wanjiko, nashukuru sana umenikaribisha. Acha niseme ni asante. Sababu si kawaida kuitwa na kuitika, ni wito. Nashukuru. Wasikilizaji wenzetu, tunataka kuongelelea habari ya shida. Shida ni nini na mahali shida inafikisha watu. Hiyo ndio tuko nayo siku ya leo, na kabla hatujaendelea sana, washa tusomewe neno la Mungu lenye litatuongoza katika hii kipindi yetu. Karibu sana Nyaga. Nashukuru wasikilizaji wetu, wacha tusome katika neno la Mwenyezi Mungu ambalo linaenda kututia nguvu. Sababu shida ni mingi Wanjiko, sinapata mtu ambaye unapata mtu anapopatwa na majaribio, unapata watu wengine wanatoka katika njia za Mwenyezi Mungu, wanaenda kutafuta njia zao wenyewe. Kwa hivyo nataka tusome neno katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ni kitabu ya Ayubu kwanza, mstari ni wa 6 hadi 12. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walienda kujihudhurisha mbele za Mwenyezi Mungu. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akajibu Bwana akasema, natoka katika kusunguka duniani na katika kutembea huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mtu aliye kama yeye duniani, mtu mwangalifu na uelekevu na uelekevu, mwenyewe kumcha Mungu na kumcha Mungu na kuepukana na maovu. Ndipo Shetani akamujibu Bwana akasema, je, huyo Ayubu mcha Mungu bure? Wewe hukumzingira na ukingo pande zote,
pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake umeiongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyasushe hayo yote, nao uyashushe yote alivyo nayo, naye hata kukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote ulio nayo yumo katika uso wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akaondoka mbele ya uso wa Bwana. Wasikilizaji wetu, tutafikisha hapo. Sikia ya kwamba wana wa Mungu walienda mbele za Mwenyezi Mungu wajibu. Unajua watu huwa wanaenda kama ilikuwa kamtindo wa kukutana mahali mbele za Mwenyezi Mungu huko mbinguni. Kumbe naye Shetani alikuwa mahali pale. Wasikilizaji wetu, Shetani ni mbaya. Hata mahali ambako hajaalikwa yeye hujitembeza. Ni kweli. Yeye hujitembeza. Kumbe wana wa Mungu walikutana mahali pale. Shetani naye akaingililia hapo. Ndipo Shetani aliulizwa, je, umetoka wapi wewe? Sababu hakuwa amealikwa. Shetani hukuja mahali hajaalikwa. Na ndio sababu napatanga umeenda katika sherehe, ghafla binifu kitu inatokelea baada hiyo ama ulipo mnaenda mahali safari, ajali inatendeka, lakini kumbe Shetani anaendanga pale kwa sababu tazama, alipoenda mahali pale aliulizwa umetoka wapi? Akasema mimi nimetoka kusurura kusunguka. Kwa hivyo Shetani akuangi anaenda mahali pale, anajua anaenda tu kisunguka tu, anasunguka tu nyaga na kukuta, anakuongelesha akikuongelesha, anakuonyesha wewe vile uko na mashida mingi. Anakuonyesha vile wewe unastahili kukaa. Wacha nikwambie Mr. Nyaga, kuna msichana mmoja alinikuta pale kazini kwangu, na ile hadithi alinipea haikunifurahisha hata kidogo. Akaniambia alikuwa ameitwa na rafiki yake, na kuniambia alikuwa ameitwa na rafiki yake na wakakutana. Ndio. Rafiki yake akamuuliza, fulani, uko na pesa? Hapana, sina. Hey my friend, kwa rafiki kwa Shetani, kwa devil worshiper kuna pesa. Akamwambia ati kwa devil worshiper kuna pesa. Kuja nikuonyeshe. Huyu akamwambia hapana, kama ni hiyo mimi sitaki. Ile kitu ilinishangaza zaidi ni huyo msichana kuniambia ati hata bwana yake alikuwa amemwambia ati yeye ameona habari ya Illuminati, na yeye alikuwa ameingia mambato mbona bado ati hajaingia. Sasa unajua uwezi jua, Shetani anaingilia watu, anawaongelesha, anawaonyesha hii ndio inastahili. Na ni kweli msikilizaji mwenzangu, siku hizi ni kubaya sana. Unaona watu wanashikia ati mtu ako na shida na anasikia hii shida imemfikisha mwisho. Wacha nikwambie mwenzangu, heri upotelele kwa Mungu, maana kwa Mungu kuna kila kitu. Kwa Shetani hakuna kitu iko, ni hasara tu. Mwenzangu, unapokimbilia kwenda kwa devil worshiper, wewe mwenyewe umeingia kwa shida. Watu wengi sana wamejoin hiyo kitu Nyaga. Okay, Wanjiko, umejoin Illuminati sana. Unajua ile kitu hata kama shida iko Nyaga. Okay, Wanjiko. Wacha tutazame juu. Okay, Wanjiko, hapo kidogo tu nikisema watu siku hizi yani waliwacha mambo ya kusoma neno. Na ndio waweze kupata hili neno ambalo limeandikwa. Mpaka Shetani anaombanga ruhusa kwa Mwenyezi Mungu.
Usifikirie yale yote Wanjiku inakupata katika boma lako ama inakupata katika maisha yako ati ni yote tu Shetani anaingililia tu. Lazima aombe Mwenyezi Mungu ruhusa ndio uweze kujaribu kuonekana we umesimama kwa stika mstari gani. Umesimama wapi? Unawekwa kwa mtihani. Hiyo ni mtihani unawekwa. Na watu hawajuani. Kweli nauliza sahihi Wanjiku, sahihi ni nani amebaki ambaye Mungu anaweza tazama na kutoa ushuhuda, wachana na huyo enda ujaribu yote ambayo wako nayo, lakini usiguse moyo wake. Imagine siku hizi hakuna nyaga. Watu siku hizi hakuna. Mungu akisema kutumania nyaga, na wewe unaona hii mashida imenifikisha kwa kona, unakibirilia kwa devil worshiper. Wajiko, unaona watu wana manyumba ya kifahari. Unaona mtu anaendesha Prado Harrier. Na kidogo tu huyu mtu unapata ukianda mwaka 1, 2, 3 huyu mtu mkikutana na yeye tena anaenda mguu. Huyu mtu anakaa ni kama wazimu. Kwa nini? Kwa sababu yale mambo yote aliyokuwa nayo haikuwa ya kwake. Ilikuwa Shetani alikuwa amempembeleza, alikuwa amefanya kampeni na akajua ya kwamba huyu ni wangu na akampea. Bila kujua hii umepewa na Shetani, msikilizaji wetu, hii ni ya muda. Ni ya muda. Kwa hivyo ni vizuri ujijue na ujue ya kwamba hii ya Shetani ni ya muda. Ya Mungu tu. Na ndio sababu anaambiwa haya mambo yote ni ile vitu zote ako nayo, haya iko mikononi mwako. Kwa hivyo hata Mungu huruhusu mpaka familia yako ikuwe mikononi mwa Shetani. Kwa hivyo ni juhudi yako ujua ya kwamba hii familia yangu ni nini imeregea hivi. Jua yako ni mwovu Shetani ameomba ruhusa. Wacha nikwambie nyaga. Ati unaona hata Ayubu mwenyewe alikuwa anatolea mpaka hawa watoto sadaka. Katika kipindi iliyopita. Alikuwa anatolea mpaka hawa watoto sadaka. Lakini Shetani alienda akaomba ruhusa. Mwenyezi Mungu akamwambia, usiguze tu moyo wake. Hizi vitu zingine zote maliza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipeana mpaka watoto. Wacha watoto. Hata ikafika mahali mpaka mke wa Ayubu akamwambia, wewe na huyu Mungu huoni amekuasha? Lakini Ayubu alikuwa anajua vile wameitanishwa na Mungu wake. Unajua nini? Hakumwasha. Unajua nini? Na ndio maana unaona nyaga mpaka hii yenye unaokea unasema mtoto alibako. Si kawaida nyaga. Shetani aliingililia pale. Majaribu iliingililia pale. Shetani akaingililia pale. Igawa pengine ilikuwa ni mtihani. Ilikuwa mtihani. Pengine ilikuwa ni mtihani kama ile Ayubu. Kama ya familia. Iwe pengine ilikuwa mtihani msikilizaji kama ile Ayubu. Wacha tu tusasame juu biguni. Macho yetu yaangalie tu kwa Bwana. Tuone vile Mwenyezi Mungu atatufanyia. Maana Mwenyezi Mungu hawezi kukuasha nyaga. Mwenyezi Mungu hawezi kukuasha nyaga. Sisi wote tunaweza kukuasha. Marafiki wanaweza kukuasha. Mke anaweza kukuasha nyaga. Mama mwenye amekuzaa anaweza kukuasha. Lakini kumbuka kuna Mungu. Hata ndivyo ni mashindwa. Ndio ifike ya kwamba Ayubu ameteseka. Na unaona ni mtumishi. Wasikilizaji wetu, tazama wakati unapoona hata pastor ama yule ambaye anakupea neno anapoteseka, usione ni kama kwamba amemkufuru Mungu. Acha mkufuru Mungu. Shetani yeye uomba sababu atakangi mahali wana wa Mungu wamekaa kwa imani nama kwa amani. Kwa sababu hata yule pastor ambaye anakupea neno, yule father anakupea neno, hata yeye ujaribiwa na huyu mwovu Shetani. Usione ni kama kwamba yeye ati kwa space yote mwovu Shetani hawezi mtembelea. Mwovu Shetani huenda na kuomba Mwenyezi Mungu, huyu nao aona amefunga tai hapa ama amewekwa kala hapa, hata yeye ulikuwa ni vile umemsingira na ile mambo upako umempea, hata yeye anaweza kukufuru. Lakini ni mwovu Shetani ameomba ruhusa. Kwa hivyo pastor, unapokutana na majaribio kama hii, usione ni kama ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuachilia. Ni wewe unjua ya kwamba hata mwovu Shetani huomba ruhusa wako wewe mwenyewe binafsi.
wachana na familia yako, wachana na mali yako. Anaomba ruhusa wako wewe binafsi, ndio ujulikane ya kwamba umesimama aje katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ndio ujulikane kama wale ambao watu umepewa na Mwenyezi Mungu, je, unawaelekeza kwa ile njia inayofaa? Sababu wakati utajaribiwa kidogo Wanjiku, wakati yule ambayo huyu pastor amekuja ama father amekuja amejaribiwa kidogo hivi, hatoke katika njia za Mwenyezi Mungu, Shetani husema haleluya, sababu anashangilia. Anashangilia, kuna kwa sherehe huko. Sasa nikwambie Nyaga, mimi hakuna mtu ananitianga nguvu kama Ayubu. Angalia mtu kama Eli. Wakati wale watoto wake walianza kuingilia mpaka kwa madhabahu na kukunywa pombe, si yule jamaa alianguka na kiti akakufa? Ni kusimama, hakuwa amesimama, alikuwa amesimama, lakini majaribu ilimweza. Maana majaribu ilipitia kwa watoto. Majaribu ilipitia kwa watoto Bisanyaga. Wakati watoto wake walifanya vile walifanya, wakati alisikia watoto walikufa, naye alianguka na kiti akakufa. Lakini kama Eli angekuwa amesimama, hangeshikwa na hiyo jambo. Angalia Ayubu ananitiaga nguvu sana. Ati hata watoto wakakufa, wakaisha. Mali yake yote ikakufa, ikaisha. Yeye mwenyewe akagojeka, mke akamuasha. Lakini hakuasha Mungu. Kwa mtu wa sahihi Wanjiku, hakuna mtu anaweza. Lakini unajua, na kama kunaye ni wachache Nyaga. Ni wachache. Ndio nasema kama sasa kuna brother wangu aliweza kufariki miaka iliyopita hapo. Sasa watu wa kijiji wakaanza kuulizana, hai, hii kifo, huyu mtu amerogwa. Wanjiku na ulizanga, kila mtu akikufa ama akigojeka amerogwa. Kifo ya Mwenyezi Mungu ni aina gani? Imechorwa aje? Sababu sijuangi. Ati mtu akigojeka, sababu amegojeka, unaona mtu hata anashikiliwa, unasema ni unaona sababu alikosana na yule mkisia ama yule mkamba wa pale, ndio sababu unaona. Lakini Mwenyezi Mungu, hiyo yote ni majaribu ya Mwenyezi Mungu, lazima alingejulikana. Isipo unajua anaenda wanasema ni mgonjwa, kisha anakuja anasimama. Unajua ni Mungu alikuwa anataka kujidhihirisha kwa yule mwenye neiba yake pale, aone haya, kumbe alipona. Anakuja anamtoa aibu ya kuwa muonyesha ya kwamba Mungu anaweza, siku ati kila jambo ni ya kurogwa. Ilikuwa ni Sunday Nyaga. Sunday si ilikuwa ni Palm Sunday. Ya matawi. Hii ya Makidu. Si kuna mama Mulanga. Aliamuka vizuri, akajitayarisha, akapikia vijana wake chai na wakakunywa. Na kukunywa akawaambia mimi, watoto wakamuuliza mama, kwani umejitayarisha mapema aje? Mama akawaambia leo ni Palm Sunday, nataka kuenda mapema. Huyo mama ni wa Catholic. Na mama akatoka na akabeba kibeti yake. Kufika tu kwa geti na kufunga geti, kufungua geti na kufunga, mama alianguka hapo na kaaga. Kuna mwenye aliambia kwa hii. Hiyo nao watasema aje, ni kurogwa, alirogwa. Hiyo kwa wale ambao walimemsunguka hapo, hiyo jambo ya kawaida. Amerogwa huyo. Hapana. Huyo amerogwa. Unasikia mama alikuwa amejitayarisha vizuri, anaenda kanisa. Kumbe alikuwa amejitayarisha anaenda. Basi yake ilikuwa imejaa. Wasikilizaji wetu, hii jambo ya Mwenyezi Mungu inakuwa ya kutatanisha, sababu haijulikanaji inakuja namna gani. Unasikia ilikuwa Palm Sunday. By the way, pole sana, hatujawaambia happy Easter wasikilizaji wetu. Sababu hiyo ni Sunday ile ambayo Yesu Kristo alifufuka. Na ndio sababu unaona tunakuja na hii mambo ya kusema kuna majaribio ambayo inakuja. Tazama hiyo muda wote hata Yesu Kristo alipitia ni majaribio Mwenyezi Mungu. Hata Yesu mwenyewe alijaribiwa. Unakumbuka wakati alikuwa amepandishwa huko kwa mlima na Shetani mwenyewe. Imagine. Na ni Mungu na anamuonyesha dunia yote. Na ni mtoto wa Mungu. Ni Yesu mwana wa Mungu. Anajaribiwa na Shetani mwenyewe. Kwa hivyo sio wakati huu Shetani amekuja mwenzangu. Na hata ananga aibu. Imagine anaenda kujaribia. Mimi nikifikiria na mawazo yangu, naona Shetani ni kama kamuzee, kamezeeka kwa hii kasi. Maana ukikumbuka ile enzi Shetani alikuwa. Si anaweza kuwa na miaka mingi sana. Unajua ingekuwa ni kama binadamu wa saa hii tunaweza sema ni mzee. Lakini wasikilizaji wetu, Shetani ni roho. Shetani ni roho. Hapo wakati alipokuwa sinajua Shetani
ni malaika ambayo alikuwa amewekwa huko juu mbinguni, ni yeye anajua siri zote za mbinguni. Ukisoma vizuri alikuwa hata ilikuwa ni kama ni yeye alikuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu wakati alianza kujigamba alionyeshwa, alipigwa teka akateremshwa huku chini. Sasa ndio sababu kule aliona kama Shetani mwenyewe alikuwa anataka kupindua serikali ya mbinguni. Imagine ni nini hawezi fanya? Wacha tutazame juu mbinguni. Lakini kwa sababu Mungu mwenyewe anajua kuna Shetani, ukimulilia na umuite, naye anakuwa karibu na wewe, anakupigania kwa kila jambo, anakupigania na kila hali. Lakini wewe mwenyewe ukiwa unatazama nyuma, Shetani atakuweza. Washeri wasikilizaji wenzangu, washeri tutazame juu mbinguni. Wacha tuangalie mahali usaidizi wetu unatoka. Usaidizi wetu unatoka kwa Baba. Washeri tuache kutazama mambo ya kishetani bwana. Hai, watu wengi wamepotelea huko Nyaga. Mambo hii, unajua saa hii tunataka ile mambo ya haraka. Nitajirike ni kuna protein. Utajiri ni wa muda. Usiangalie ati ule alijenga boma. Utazame utamani kama hiyo boma ya huyo mtu. Hujui amepitia magapi. Hujui ni majaribu gani imempata. Hata wewe unaona tu gari kwa barabara. Unasema Nyaga anapenda kuendesha kama ile. Hujui imetoka wapi. Hujui alitoa pesa wapi na kununua ile gari. Omba Mungu akubariki. Omba Mungu akubariki na yako. Omba Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu masikio yake inakusikia. Akiwa amekalia kiti chake cha enzi, anakutazama, anaona huyu mtu anastahili kubarikiwa. Mungu anasemanga masikio yake haijazibika. Macho yake inaona. Mkono yake haijafujika. Kwa hivyo wasikilizaji wetu na neno la Mwenyezi Mungu, ukienda kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yote anasemanga ako nayo mikononi mwake. Ni wewe tu. Anasemanga yani katika neno la Mwenyezi Mungu inasema yani ni vizuri kuangalia mambo ya Mwenyezi Mungu kwanza, hayo mengine yatakufuata. Kwa hivyo ni vizuri kukimbilia mambo ya Mwenyezi Mungu kwanza, mengine yatakufuata. Kwa hivyo gari ukikimbilia Mwenyezi Mungu, gari utapata. Ukienda katika njia ya boma mzuri utapata, mke mzuri utapata, watoto wazuri utapata, mzee mzuri utapata. Kwa hivyo wasikilizaji wangu, tukimbilieni Mwenyezi Mungu, halafu upata yote katika Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi naona wajibu sababu ya masaa, sijui kama kuna jambo hili ambayo unaona ile unawasikia inakuchoma sana, waambie wasikilizaji. Nienda kumalizia msikilizaji mwenzangu, mimi ile ombi yangu tu ni moja tu. Washeni tushukuru tu, tishikilie hii Mwenyezi Mungu kama Ayubu. Kama wewe unajua habari ya Ayubu, jikasa mwendo, ushikilie huyu Mwenyezi Mungu kama Ayubu. Usitazame nyuma kama mke wa Loti. Angalia mbele. Tazama mbele. Shikilia huyu Mwenyezi Mungu. Leo utaona vile Mwenyezi Mungu atakufanyia. Mimi hiyo ndio tu ombi yangu Nyaga. Hiyo ndio tu ombi yangu. Mimi ombi yangu ni tusinje ona ya kwamba mambo yote ambayo tunajaribiwa nayo hapa si mambo tu ya Shetani. Ni wewe tu unajaribiwa, umesimama katika msimamo gani, wasikilizaji? Kwa hivyo naomba Mwenyezi Mungu akupe hekima na neema ya kujua ya kwamba Mungu ako na wewe. Ni mwovu Shetani tu anaomba ruhusa, na wewe ukishinda hapo maisha yako yote itasonga mbele. Kwa hivyo yangu ni kusema wasikilizaji wangu, mpaka wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akubariki na kutendea mema, kwa kuwa anakupenda na anakujali. Bye bye.